السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك في دورة القرآن الكريم Doa Academy. Leo tunaendelea katika series yetu ya ahkamu tajwid. Kwa wale wanafunzi ambao wamemaliza level 1 ile qaida nurania, tunaingia huku, na katika somo lililopita tuliangalia hukumu za hamzatul wasl. Leo tutafocus kuangalia hukumu za nun sakina. Nun sakina ni nini? Nun sakina ni nuni ambayo inatokea katika mifumo ya namna mbili. Either ikiwa nun kama nuni unaiona hapa, ikiwa kama sukun nun, na hiyo nuni inaweza ikatokea kwa namna mbili. Ikiwa ina kialama cha sukuni juu kama hii ya hapa kwanza, au ikiwa haina kialama kwa juu. Sawa? Hizo zinaitwa sukun. Na upande wa pili ni tanwin. Tanwin ni nini? Zile fathatain, kasratain na dhammatain. Tanwini zinatokea kwa namna mbili. Kuna ambazo zinatokea kwa mfumo kama huu. Nadhani tulipomaliza level 1 ya ahkamu tajwid, kujifunza qaida nurania, kila mwanafunzi waga tunampitisha katika video 4 ambazo zile video zinazungumzia alama zote zilizopo katika Qur'an. Kwa hivyo ninavyoonyesha hapa, kwa wale wanafunzi ambao wameshapitia hayo watakuwa wanaelewa nini nazungumza. Na alama hizi unatakiwa ufanye nini unapokutana nazo katika Qur'ani. Tulifundisha in summary, sasa tunakuja kuelewa kwamba zinaitwa kitu gani. Hizi alama kama unaona, hizi hapa zinafanana urefu. Unaona Hizi zote zinaitwa tanwini. Kwa tanwini zinatokea kwa mfumo huu, au mfumo wa pili zinatokea kwa mfumo kama huu. Hizi nazo zinaitwa nini? Hizi zinaitwa tanwini. Sawa Sasa tanwini ina hukumu nyingi ndani yake. Tanwini kama tanwini ina hukumu nyingi ndani yake. Hukumu za nini? Yani nun sakina. Nun sakina ina hukumu kadhaa. Sawa Hukumu za nun sakina ambazo tutakwenda kujifunza, tutajifunza ya kwanza inaitwa idhhar, ya pili inaitwa idghamu, ya tatu inaitwa ikhfa, na ya nne inaitwa iqlabu. Ndani ya somo hili la leo tutafocus zaidi katika hukumu ya nun sakina inayoitwa idhhar, ambayo ndio ya kwanza kuisoma katika upande wa nini, wa hukumu za nini, za nun sakina. Kwa hivyo twende pamoja ili mradi tusiweze kumwacha mtu nyuma. Tutakwenda taratibu. Kwa wale ambao wanachukua program zetu za Qur'an, basi hakikisha baada ya kupitia somo hili unanitafuta mwalimu au unatutafuta Doa katika WhatsApp yako, alafu tunaweza kukupa mazoezi ya kutosha ya kuweza kusoma mpaka uzoee hii hukumu ya nun sakina. Tuna darasa zetu zile za free ambazo zinaendelea katika Doa programs, Dhikri Only Academy programs. Kila mtu anaweza kututafuta kwa namba 0713 22 57 02 au 0685 30 37 27. Unaweza ukarudisha video yako nyuma ili uweze kuipata. Lakini pia usisahau kusubscribe katika hii page yetu ya YouTube Dhikri Only Academy, na kushare pia video hizi na nyinginezo kwa watu wengi waweze kufaidika na darasa zetu. Ahkamu nun sakina. Ahkamu nun sakina, hukumu yetu ya kwanza tuliyosema tunakwenda kuiona leo ni idhhar. Idhhar maana yake ni kudhihirisha, kuonyesha, kudhihirisha au kuonyesha, to show, to manifest. Sawa? Kudhihirisha kitu ndio inaitwa nini? Idhhar. Ni hukumu ya nun sakina ambayo yenyewe inatokea katika herufi 6 katika Qur'an, na wala hautapata tabu kuzikremu hizi. Tutakufundisha katika mfumo ambao wewe utaweza kuzishika vizuri, ambao herufi ya kwanza ni nini? Hamza, yani alif. Alafu herufi ya pili inatokea katika nini? Katika kha. Alafu herufi ya tatu inatokea katika ha. Herufi ya 4 ni katika ain, na herufi ya 5 ni katika ghain, na herufi ya 6 ni katika ha. Hizo herufi 6 ndiyo herufi za idhhar. Sasa maana yake nini? Hukumu ya idhhar inatokea inapoanza hukumu ya nun, alafu mbele yake kukawa kuna hizi herufi 6. Yeyote katika hizi herufi basi utadhihirisha hiyo
nun sakina utaitaja, hautaificha, utaidhihirisha nuni kama nuni. Sawa? Kwa hiyo hii nuni saa nyingine inatokea kwa kujificha, saa nyingine inatokea kwa kuonekana. Kwa hiyo katika inapokutana na hii herufi ikiwa mbele alafu nyuma yake kuna nun, basi utaidhihirisha hiyo nuni yako. Kivipi? Tuangalie hapa baadhi ya mifano. Kama hapo unaona hapa imeanza mim ina fatha, nun sukun, man. Tulishajifunza kusoma kwa hija na kusoma bila hija katika qaida nurania. Unaona? Alafu hapo inafuata hamza fatha a. Kwa hiyo hapa tutasoma vipi? Hii tulisema ni nun ambayo imeonekana hapa. Kwa hiyo kuna hukumu ya nuni hapa. Kwa hapa tutaidhihirisha nuni yako. Tafanyaje? Tutaidhihirisha. Kwa hiyo utasema nini? Bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslamu wajhahu lillah. Naam, kwa hiyo kama hapo unaona ni bala man aslama wajhahu lillah. Sawa? Namna kama hivyo. Taona mfano mwingine, wa min haythu kharajta fawalli wajhak. Sawa? Kwa nini tumesema hatujasema unaona? Wa min haythu, hapana, bali tunaidhihirisha wala hatuvuti. Tunaidhihirisha kama ilivyo. Wa min haythu kharajta. Sawa? Namna kama hivyo. Mfano mwingine tunauona hapo, wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Hapa kuna hukumu ya nun sakina, lakini haijaonekana herufi ya nun. Lakini utajua vipi? Nitakuja kukuonyesha hapo mbele kidogo tu. Sawa? Wama Allahu bighafilin. Hatasema bighafilin. Sawa? Wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Namna kama hivyo. Kwa hiyo mfano mwingine. Kwa hiyo sasa idharu utazijua vipi? Idharu utazijua kudhihirisha kwake, sio lazima uzihifadhi zile herufi 6. Njia nyepesi ya kujua hapa kwamba ninasoma kwa hukumu ya idhar ni pale pindi ambapo katika hizi hukumu za nun sakina zile zitakazotokea nun au zile tanwini zitakazotokea ni hii. Either hiyo nun iwe ina kialama juu, basi hiyo ndio ujue ni nini hukumu ya nini ya idhar. Tumesema ziko nyingi, kuna idhar, kuna idgham, kuna ikhfa. Kwa hiyo utaijua kama ni idhar endapo ile nuni juu ina kialama. Sawa? Kwa hiyo maana yake utasoma wala hautavuta wala hautaficha na mfano wake, bali utadhihirisha ile nuni, itasikika kabisa. Kwa hiyo na kutakapokuwa na hii dhammataini ambayo imekaa hivi na kialama hichi au ina kialama hivi, tofauti yake unaona urefu wake vinafanana hivi. Utakapokuta sehemu kuna vialama hivi vyenye urefu wa kufanana, basi ujue hapo unadhihirisha, unavitaja kwa kuonekana moja kwa moja, kwa kudhihirisha, sio kwa kuficha au kwa kutia ghunna. Hapana, hiyo ndio idhar. Maana yake hatutii ghunna moja kwa moja, tunafanyaje? Tunadhihirisha. Kwa hiyo kama hapa umeona hii, tuangalie mfano wake vizuri katika ile mifano ambayo imepita nyuma ili kujikumbusha vizuri. Utaona hapo wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Umeona? Hapo hiyo ni idhar. Kwa sababu gani? Kialama cha kasrataini vinafanana urefu. Kingine wa min haythu. Kwa nini? Kwa sababu hapo hiyo nuni unayoiona hapo ni nini? Ina kialama kile cha sukun juu, sakin. Kile kialama kipo juu pale. Mfano mwingine, bala man aslama wajhahu lillah. Sawa? Hii nuni na nini? Ina kialama cha sakin juu pale. Kwa hiyo inakuwa nini? Hukumu ya idhar. Hizo ndio hukumu za idhar ili kuweza kuzijua. In summary ndio iko kama hivyo. Kwa hivyo tuendelee kufuatilia katika darasa zetu zinazokuja.
tutakuja kuona hukumu zinazofuatia ya idgham na mfano wake. In summary ni kusema kwamba hapa hautakiwi kuficha wala kughani. Hiyo inaitwa hukumu ya kudhihirisha, sawa? Kuzisoma kama zilivyo hizo herufi ambazo tumeziona na tumezitaja hapo, ambazo ni ha, kha, ain, ghaini, ha na hamza. Jazakumullahu khair wa ba'da alkhair wa jannatul firdaus inshallah. Endelea kufuatilia darasa zetu.